kila kitu nachofanya mwezenu, jambo nalofanya mwezenu, kila kitu nachofanya mimi ni maamuzi. Kila kitu nachofanya mwezenu, jambo nalofanya mwezenu, kila kitu nachofanya mimi. Siku ambayo nilioenjoy leo, nimeenjoy sana jamaa. Siku hizi wewe mtoto una balaa. Kabila gani kwani? Ni mzalamu. Aisee, wewe una balaa. Nakwambia haki ya Mungu. Nashukuru kusikia hivyo, yeye nimeenjoy. Mbona chochote tu. Kweli? Kweli. Ila mimi mwanangu naogopa haki za watu, unajua. Kile kitangazika huko mtaani, so afu mwenyewe unajua aliwatani anajulikana mimi. Ndio hivyo, unajua nakupenda sana wewe dada. Asante kwa kunipenda. Swajua. Niambie. Ngombe mimi nimezika. Tupukizi na mume wangu. Kweli? Kweli. Acha basi. Kwanza uniambie ninavyokupa mimi bwana wako hawezi kukupa. Kweli nimezika kabisa. Kweli? Tunashukuru. Sasa, kwa hiyo mimi tena kaya hapa bana. Kata. Mke wangu wewe. Abe. Samahani kidogo. Bosi wangu. Karibu sana bana. Hapa ndo nyumbani mwanangu. Kama unavyoona eneo hili lote. Huku kote mpaka huku kote ni ndo nyumbani kwangu. Vizuri. Hamna shida. Yeah. Ngoja mke wangu anakuja hapo tu. Tambulishe kidogo muone shemeji yako. Halo. Mke wangu. Mke wangu. Abe. Si nimekuita jamani toka muda. Baba. Kwani za wapi hizo? Kaka, ukiingia American pamba pale. Hapo kati. Hapo nani? Unajipatia pamba kali kaka baya. Hapo. Hatari. Sasa mwanangu. Wewe sio poa mwanangu. Na ukija na tabasamu hivyo, kuna kitu unacho. Mimi sina kupanga. Bwana. Yule mke wa jamaa fulani hivi hapo kati tunampata yule. Jamaa anauza duka hapo huyo. Yupi? Mfanyakazi wa nani huyu? Kuna jamaa mmoja mkongo hivi hapa ana duka lake hapo, kuna mfanyakazi wake yule jamaa. Ili duka hapa katikati? Sio bosi fulani wa. Sasa yule jamaa na mke wake. Baba yule demo anavyonikubali. Salama. Na vipi mke wangu? Umeshindaje? Samahani kidogo mke wangu. Huko napoelekea ofisini, huyu ndo bosi wangu. Karibu. Nimefurahi kumfahamu. Karibu. Haya. Jisikie kama uko nyumbani. Asante. Mimi ndio Clement. Nafanya kazi na mume wako. Karibu. Karibu, jisikie kama uko nyumbani. Yeah. Nifurahi jinsi nimefika nyumbani, kila kitu safi. Na nifurahi kufahamu tena zaidi. Sasa mke wangu, kama kuna nani kidogo tuletea hapa tuli kidogo. Ili tujue nafanya tetee basi hivi. Sawa. Napika huko jikoni. Napika. Unapika vipi? Nimekwambia tuletee sisi tule. Mgeni si umeona kafika huyu? Ndio napika. Kwani leo watumizi uliache toka asubuhi? Hivi Saumu kweli? Wewe leo umeacha toka asubuhi? Uliache toka asubuhi nauliza mimi? Hivi Saumu, kwa nini wewe unapenda tu kila siku kunidhalilisha mbele za watu?
Huyu mimi bosi wangu unanizalisha mbele ya bosi wangu vipi? Ndio kubaliana na hali iliyokupo hapa kwa sababu yeye matumizi hujacha toka asubuhi. Yaani wewe mwanamke wewe, mimi unanishangaa sana wewe. Yaani unashindwa kujua kwamba mimi nimeenda kazini nipo na mgeni. Eti unaniambia masuala kweli unaniambia? Kwani unanivunjia heshima? Angalia unavyonifanyia. Bora ukiwa unanifanyia heshima hiyo. Angalia una kimya. Yaani wewe mwanamke ananichanganya sana mimi. Mama. Samahani kwa yote nayo kama unanichanganya kweli. Yaani ndugu yangu nikikwambia kama mimi nyumbani na matatizo, huyu mwanamke anadharau. Ndio uone kama hivi. Hizi ndio dharau zenyewe ananiletea mimi. Mimi nahisi yeye atakuwa na mwanaume tu nje. Kwa hiyo maana mimi siacha hapa. Baba tuheshimiane. Kwa hela gani uliacha wewe? Usinikolomea. Wewe kuacha shilingi 2000, hapo unakuja na mgeni. Usinivunjie heshima sana. Baba usinipazie sauti. Kaka, kivipi yani watu? Yaani yule demo ananikubali kwa sababu yule demo mimi sinapiga pale. Kama utani hivi mwanangu nimemtokea ile ubaya manzi kanielewa. Kwenye kupiga kivipi yani wewe? Yaani mimi naishi naye yule mchumba. Kwa hiyo kodi zote mimi nikiingia pale mchumba anazingatia. Una maisha bongo. Ngoja kwanza mwanangu, hebu kwanza kuwa serious kitu kimoja. Shida nini? Unazoona mzungumzia ni yule mke wa yule. Ndio huyo nayo kuelekeza ndio huyo. Kipi usije kielewa kaka. Shida nini? Sio kama sijaelewa. Kikubwa nini je? Yule pale mke wa mtu. Unaona? Yule mke wa mtu. Alafu kiachana na hivyo, wewe umekuja na vibe, mimi nikajua usome nielekeza kitu ambacho akipo na huko na kuhusiana mke wa mtu. Sio mwanangu mke wa mtu afoja kusimulia kama hiyo. Hivi mwanangu unajua mchungu wa mke wewe? Oe, wewe umeoa? Oa. Mke wako anakuuma kuumi. Mwanangu yule mke anauma. Oa, hebu zingatia kwanza, heshimu kwanza vile. Mwanamke unamwona amependeza. Anakula, anavaa. Aisha kukomba hela? Hapana. Kikubwa mwanangu, sikiza. Ukiachana na hivyo, yaani kikubwa hakuna wewe cha kujitetea, yule mke wa mtu mwanangu, afu mke anaumwa. Kija kuachana na kila kitu, jamaa anagaramia, mwanamke anapendeza, anakula anachokitaka. Wewe unakuja unajitangazia eti mimi mke wa mtu yule. Afu bora ikiwa vyote usijue, lakini umejua yule mke wa mtu. Mwanangu una jela, kuna guest. Sawa? Ashumu umekamatwa. Afu ya ucheki sasa hapa mjini unajulikana hapa kote hapa. Kila mtu anatambua una mke. Sawa? Kazi yako inajulikanika. Vipi sana unakuja kukuta na skendo mbovu kama hivi, sasa umekamatwa na mke wa mtu, wamekufanya nilichokifanya. Sasa kuna mambo mengi, kuna mafuta shehe. Sawa? Unajua kaka, mimi nikwambie kitu kimoja. Yaani ambacho kilichonishawishi kikubwa zaidi kwamba yule mtoto katokea kunipenda yeye mwenyewe. Si unanielewa? Mimi sio kosa langu, sio kwamba mimi nimemfuata labda nikamwambia kwamba mimi ndo nampenda sana kila kitu, hamna. Yeye mwenyewe ndo katokea kunielewa yule mtoto. Unaona wewe ukiangalia tu mazingira yake jinsi alivyo yeye na bwana wake. Mimi siwezi nikampata yule kirahisi. Somo, unanidhalilisha? Usipatie sauti kabisa. 2000 afu unakuja na mgeni. Eti mke wangu hoao, ndani kapiki kaandaenda nje tule. Una kionda cha mchele hapa, una kionda cha posho. Kwa kushingia 2000 kwa kuacha wewe, unaniletea na mgeni wako eti bosi. Somo, unanivunjia heshima mbele ya bosi wangu. Ndio nini sasa? Hivi kwa nini heshima? Na kuvunjiaje heshima? Na kuvunjia heshima na kuelekeza. Sikuvunjia heshima kaka. Na kuelekeza. Kwa hela uliacha ndani ni shilingi 2000, afu unaniletea na mgeni. Kwa bajeti gani? Saumu, ngoja nikuulize kitu kimoja wewe. Kwa hiyo ina maana unaniambia mimi kukuachia hiyo hela ndio wewe ukosa kupika? Unashindwa kupanga bajeti zako ili tule mchana? Unaniacha mbele mgeni. Nanunua nini shilingi 2000? Hivi mwanaume kabisa unajiita mwanaume eti shababi na mke nyumbani unajitangaza eti na mke. Saumu unanitukana? Una mke. Nakuuliza unanitukana? Inaisha. Saumu. Nahitaji mafuta kupaka. Saumu. Kimya. Nahitaji sabuni. Wewe. Yaani kula kwangu tu wenyewe nahitaji hela. Unaniachia 2000. Unachia 2000. Okay sawa mama. Unaniletea mgeni kwa shilingi 2000. Unapigia mahesabu eti mke wangu mbona amepika? Una mke. Na mume. Na mume aligumegume. Wewe ni gumegume baba, umenishinda. Unajua umenishinda. Umenishinda, umenitia kichefuchefu. Wanaume ndio wanajua kuhudumia, sio wewe. Mama, inaisha. Samahani sana. Nani? Mr. Clement, umeona? Mimi nadhalilika. Umemwona anadharau mwanamke. Usaliliki. Umemwona anadharau mimi. Baba, upo. Wewe unaona unadharaulisha. Mwanaume unajiita mwanaume. Mwanaume unachojitia shilingi 2000. Okay mama. Aya, shemeji nikuite shemeji, sijui nikuite nani. Wewe mwanaume unaita shilingi 2000. Unaita shilingi 2000. Huyu ni bosi wangu. Na hilo unalo. Tena hapo bado.
Kama sinema manake ndo kwanza unaanza kuicheza. Ndugu yangu, huyu mwanamke atakuwa na mwanaume mwingine tu. Yaani hawa wanawake wa maenge hawa. Yaani bora hata nikichukua mwanamke Njasa. Halo, hii koma. Ndio mwanamke wako huyu? Maenge hiyo. Hiyo maenge. Mwisho gani unaishi ndani? Ndugu yangu. Mara hiyo hapa mke wako anakupandia kichwani mbele yangu mimi? Bosi, muda mwingine usiingilie mapenzi ya watu. Ujui sisi tunaishi vipi na mke wangu? Hapana, haiwezekani. Sasa haiwezekani huyu ni mke wako? Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Usipende kuingilia mapenzi ya watu. Kwa sababu mimi napoishi na mke wangu wewe hujui. Sawa? Uliyakuta hapa, naomba yaache hivyo hivyo bosi wangu. Unajua mimi nakuheshimu sana bosi wangu. Na umeona vurugu alikuwa ananifanyia hapa mke wangu, umeona? Sasa Robert, acha nikwambie kitu. Kikweli inaweza ikawezekana kumwacha mke wako 2,000 kwa kuweza yaani tuseme hapana, mimi sielewi. 2,000 juu na mke wako? Bosi, Robert, tuseme kweli. Bosi, ni pesa ngapi mimi nakupatia kwa mwezi na pesa ngapi nakupatia kwa posta? Ni kweli kabisa, lakini ndio maana nimekwambiaje? Sipendi wewe uingilie mapenzi yetu. Hapana. Hiyo yote inasababisha ni kwa sababu wewe umeshindwa kumiliki majukumu yako. Unaweza charge tu mke wako 2,000. Angalia sasa. Anakupandia kichwani. Yaani hauna. Yaani tuseme bosi, nisikilize. Huyu atakuwa kuna mwanaume tu yuko naye anamchanganya. Kama na mwanaume mwingine ni wewe ndio sababu, kwa sababu yule mwanaume mwingine akimpatia 10,000, 20,000, wewe unampatia 2,000. Heshima itatoka. Heshima utaipataje? Bosi. Hapana, mimi naona. Yaani unanizaraulisha mimi? Mimi naona sasa wewe tumetoka ofisini. Na mimi nakwambia hivi. Kuanzia sasa mimi hapa nyumbani kwako sipiki. Na ikiendelea hivi, Robert, kazi hauendelee. Sasa bosi. Kazi hauendelee. Kwa sababu sijui majukumu yako, pesa zako. Nisikilize kwanza bosi wangu. Ukisema masuala ya familia yangu na kazi ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Yaani watu watakuwa wanazunguka mtaani kwamba huyo nani mwenye anamiliki mali ya nani? Yaani mke wako, unajua heshima katika familia yako. Inabidi wewe unachukua majukumu yako. Ile hauna majukumu, hiyo heshima yenyewe wanakuvunjia, na mimi pia watanivunjia kwa sababu watasema kwamba hawa watu hawamiliki wake zao. Basi bosi, mimi naomba bwana swala liishe. Mimi naomba tutaongea ofisini vizuri. Mimi naona ngoja nikusindikize kidogo. Mimi ndio niko nafikiri nina matatizo na mke wangu. Kumbe wewe ndio ajabu. Sasa utanishauri tena nini mimi? Nilikuwa mimi nakuamini lakini siwezi nikakuamini. Hapana. Twende basi bosi wangu, mimi nikusindikize. Naona kidogo hapa mambo kidogo yamekuwa tofauti na vile nilivyopanga. Naomba kidogo nikusindikize bosi. Chema. Halo, hapa mbona? Salma. Hebu njoo. Kila kitu nachofanya mwenzenu, jambo nalofanya mwenzenu, kila kitu nachofanya mimi ni maamuzi. Kila kitu nachofanya mwenzenu, jambo nalofanya mwenzenu. Salma. Katiba. Nimependa niwatambulishe mpenzi wangu, uchumba wangu, kila kitu kwangu. Ndio huyo anaitwa Flora. Sawa. Sasa Flora, hao ndio wadogo zangu. Mimi naishi nao ndani. Na mimi nawapenda sana. Sawa, hamna shida. Hapo tutaishi wote na mchumba wangu, sawa? Kwa kipindi kifupi tu. Lakini baadaye tunajua kwamba tutafanya ndoa na mambo yote yatakuwa sawa. Yaani saa hizi kwanza naishi ndani. Ndio? Tunaelewana? Sawa? Karibu hivi. Shakaribia. Karibu, jisikie kama uko nyumbani. Sawa, hamna shida. Sasa mama, acha kwanza nisahau simu. Subiri kwanza ndio tupate. Sawa. Unakuja? Haya.
Kila kitu nachofanya mwenzenu, jambo nalofanya mwenzenu, kila kitu nachofanya mimi ni maamuzi.